Kono Film, DJ Big Tizik Family. Haya sasa, karibu tena kwa channel hii Kono Film. Kama hujasubscribe sasa ili uwe mwanafamilia, na kama tayari share na wengine wapate kujifunza. Mali za mtelezo. Katika kijiji cha Mwangaza palikuwepo kijana mmoja aitwaye Baraka. Baraka alizaliwa katika familia maskini, lakini alikuwa na bidii, ndoto za kufanikisha maisha yake kwa njia ya halali kabisa. Hata hivyo, marafiki zake wengi walikuwa wakitafuta njia za mkato ili kuwa matajiri haraka, wakitumia njia za kishirikina kupata mali za mtelezo. Siku moja katika masiku, Baraka alikutana na rafiki yake wa utotoni ambaye anaitwa kwa jina Rashidi, ambaye ghafla alikuwa ameibuka kuwa tajiri mkubwa maarufu, watu wakimtambua hapo mtaani. Alikuwa na magari ya kifahari, nyumba kubwa. Ndugu yangu, dunia hii ina siri nyingi, usichoshwe na kazi ngumu, kuna njia za haraka za kufanikisha ndoto zako. Baraka alimsikiliza kwa umakini na kuonyesha shauku ya kutaka kujua zaidi. Rashid alimpeleka kwa mganga mmoja maarufu aliyekuwa na sifa za kuwasaidia watu kupata utajiri wa haraka, ambaye mali hiyo aliyokuwa nayo yeye alipata kwa mganga huyo. Aliitwa Babu Jafar, alikuwa akihusiana na ulimwengu wa majini. Baada ya kufika kwa Babu Jafar, Baraka alimwambia kuwa ili apate utajiri wa mtelezo alihitaji kufanya kafara ya mtu wa damu yake mwenyewe au kutoa sadaka ya uhai wake wa baadaye. Baraka alishtuka, lakini tamaa ya utajiri ilimfanya ajiulize kama kweli lazima kufuata masharti hayo ama kuyaacha ama kufikiria zaidi. Basi aliomba kwanza afikirie kwa muda, alafu atakuja kumpa jibu huyo mganga. Aliporudi nyumbani, alianza kuona mabadiliko kwa Rashid. Kila usiku Rashid alikuwa akipata jinamizi mbaya, akipiga kelele na kukimbia ovyo. Alionekana mchovu na hakuwa na amani hata kidogo. Siku moja alimwambia Baraka kwa sauti ya huzuni, "Ndugu yangu, sikiliza ushauri wangu. Niliacha maisha ya kawaida kwa tamaa ya mali, lakini sasa siwezi kula kwa amani wala kukaa na rafiki zangu kwa wema, na kila nikichopata hakina maana tena. Majini wanadai malipo yao, sina pa kukimbilia. Tafanya nini sasa?" Maneno haya yalimgusa Baraka sana, na akaamua kuachana kabisa na mipango na kutafuta mali za kishirikina. Alirejea kwenye kazi zake ndogo za halali kabisa, na ingawa haikuwa rahisi, alihisi amani moyoni. Wakati huo Rashidi alizidi kuzofika na hali yake. Hatimaye akapotea kijijini bila maelezo ya nini kilimtokea. Baada ya miaka ya kazi na uvumilivu wa Baraka, aliweza kujenga biashara yake mwenyewe na kuwa mtu mashuhuri hapo kijijini. Mafanikio makubwa katika jiji lake. Alijifunza kuwa uvumilivu na bidii huleta baraka halisi, huku mali za kishirikina zikiwa na gharama kubwa isiyolipika. Funzo: hadithi hii inatufundisha kuwa tamaa ya mali za mtelezo inaweza kuleta mateso makubwa badala ya faraja. Njia sahihi ya kufanikisha maisha ni kufanya kazi kwa uaminifu, subira na bidii. Mali inayopatikana kwa njia za kishirikina huja na masharti mazito yanayoweza kuharibu maisha ya mtu. Hivyo jamii inapaswa kufahamu kuwa njia sahihi ya mafanikio ni kujituma kwa bidii na kuamini baraka za Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, tumejifunza vya kutosha. Share video hii na wengine wapate kujifunza. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine. Subscribe ukiwa bado